Bwana asifiwe sana. Hawakuwa wagonjwa wawili, hakukuwa mgonjwa mmoja, walikuwa ni jamii kubwa. Nataka nikutangazie nguvu za Bwana wetu Yesu ambazo zinaweza kuponya, ambazo zinaweza kuokoa, ambazo zinaweza kupea amani jamii kubwa ya wale ambao wamekosa amani. Haleluya! Asubuhi ya leo ninakutangazia unayenisikia nguvu za Bwana Yesu ambazo zimekuja kuponya jamii kubwa, sio mtu mmoja bali watu wengi ambao hawawezi, watu wengi ambao wamekata tamaa. Na hivyo siku ya leo Yesu amekuja kwa sababu ya ile jamii ambayo inalia, kwa sababu ya ile jamii ambayo imekata tamaa, kwa sababu ya ile jamii ambayo haina matumaini, kwa jina la Yesu. Biblia inasema haleluya. Biblia inasema mstari wa 4, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aingiaye wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, haleluya, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa kwamba wale watu walikuwa wamekesha mahali pale, walikuwa wanalala mahali pale, walikuwa wanashinda mahali pale, na neno la Bwana linatufundisha kwamba kuna wakati ambaye malaika alikuwa anakuja. Bwana asifiwe, haleluya. Yule malaika alikuwa wakati ule anakuja anayatibua yale maji. Akiyatibua maji, tunaambiwa kwamba ugonjwa wowote ambao ulikuwa umepata mgonjwa, na akiingia wa kwanza anaweza kupata uponyaji wake. Haleluya. Siku ya leo nataka nikuambie kwamba Yesu amekuja kutatua shida zozote zile ambazo mtu anapitia. Haleluya. Bwana asifiwe. Huenda kuna mambo ambaye umeambiwa na wale wenye ujuzi, wanasayansi, kwamba sasa, Bwana asifiwe, hii shida yako haiwezekani. Ile kitu utafanya ni kumeza tu antibiotic, ungoje siku ya Bwana. Haleluya. Yesu amekuja na suluhisho tofauti. Tunaambiwa wale ambao walikuwa jamii kubwa ya wagonjwa ilikuwa inatarajia kupona ugonjwa wowote, wakati malaika ameshuka na kuyatibua yale maji. Bwana asifiwe sana. Na hivyo siku ya leo huyu Yesu ameingia mahali pale penye ni lazima mtu wa kwanza ingie ndio aweze kupona. Bwana asifiwe. Habari njema siku ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Utakapoamini tu hili neno, haijalishi umeamini wa kwanza ama wa pili ama wa tatu, Yesu atasuluhisha shida ambazo unapitia. Kwa jina la Yesu utapona ugonjwa wowote. Kwa jina la Yesu utapata amani. Kwa jina la Yesu utapata tumaini. Kwa jina la Yesu utapata nguvu. Haleluya. Haijalishi ni mangapi umeyasikia, ni mangapi umeyaona, umepitia hali gani, umefikia kiwango gani, madaktari wamesema nini, wanasayansi wamesema nini, madawa imefikia wapi. Ningetamani siku ya leo muamini huyu Yesu amekuja kuwa suluhisho kwa watu wanaoamini. Amini huyu Yesu asubuhi ya leo, maana yeye amekuja. Hata kama wewe huja kwa wa kwanza, shida zako zinaenda kuisha unapomwamini huyu Yesu. Haleluya. Biblia inasema, tunapoendelea, kumbuka ni Yohana, ni kitabu cha Yohana mlango wa 5, tumesoma kuanzia mstari wa 1, na sasa tunataka kusoma mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa wezi muda wa miaka 38. Wapendwa, Biblia inasema hapa penye Yesu anaingia kulikuwa na mtu ambaye hawezi
muda wa miaka 38. Haleluya! Sasa nataka kusema nini? Huyu mtu kuanzia mwaka wa kwanza alitamani yale maji yatibuliwe, ili yale maji yakitibuliwa aweze kuingia wa kwanza, ni ili akiingia wa kwanza aweze kupokea uponyaji wake. Bwana asifiwe sana. Lakini hivyo ni kusema kama aliweza kukaa mahali pale Pilikani penye jamii kubwa ya wagonjwa miaka 38, hivyo ni kusema kwamba kuanzia mwaka wa kwanza alikuwa hakuweza kuingia wa kwanza. Lakini ni kusema kuna watu walikuwa wanaingia wa kwanza na wao wanapona. Na hivyo ni kusema yule mtu hakukata tamaa, aliendelea kukaa mahali pale, aliendelea kungojea aone kana kwamba kuna wakati ataponea, kuna wakati atabahatika, kuna wakati atafaulu aweze kuingia, ili yule malaika akitibua yale maji aweze kuwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Wacha tu niwaambie, kwa bahati mbaya yule mtu hakuweza kuingia awe wa kwanza wakati malaika ameyatibua maji. Na hivyo tunaambiwa na neno la Bwana, ule mtu aliweza kushinda mahali pale kuanzia mwaka wa kwanza, akashinda mahali pale kuanzia hadi mwaka wa pili, hadi miaka 10 ikaisha, miaka 20 ikaisha, miaka 30 ikaisha, ikafika miaka 8 juu ya miaka 30. Na hivyo tunaambiwa ule mtu alikuwa hawezi muda wa miaka 38. Bwana asifiwe. Lakini naye Yesu akakuja akiwa ameona ule mtu, ile muda ametezeka, sio muda kidogo, ametezeka muda mrefu, amekaa miaka mingi, amelia sana, ametapika sana, amekuwa na maumivu mengi na moyo imetezeka miaka 38. Haleluya. Sijui wewe umetezeka muda mgani, sijui wewe umeona umehangaika muda mgani, lakini huyu alikuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu akaingia Yerusalemu, akaingia kwenye jamii ya wagonjwa, akaaja kwenda sherehe ili aokoe huyu mtu. Huenda ni wewe siku ya leo, Yesu amekuja kukuokoa. Bwana asifiwe sana. Huenda ni wewe siku